Kwenu nyinyi mashehena, mashehe mnotoka uwanjani mnakuja kujibu na kuambia watu kwamba sijui waache kumsapoti Walidi, na nyinyi mashehe wengine mnokuja kusema kwa nini Walidi alikuwa anapendwa. Jiulizeni alikuwa kwa nini alikuwa anapendwa na wasanii na nini? Kwa sababu alikuwa akemei. Nyie itakullah, mcheni Mola wenu. Mnajiita mashehe lakini stara ya kustiri wezenu hamna. Hivi mnajua nini maana ya shekhe? Walidi kalelewa kitwarika. Walidi anatasawuf. Hafanyi mambo kwa jazba kama nyinyi. Mnaopita mnataka kukemea watu wanafanya maovu, mnawakemea hadharani. Amjui kwamba psychologically unapomkemea mtu hadharani kwamba yule mtu ana hasira, akishikwa na hasira atafanya zaidi ya yale. Kwa hiyo Walidi kitu anachotumia ni subira, tasawuf. Anasema na waja taratibu kwa kuwaingiza imani. Na mmeona matokeo yake. Nini maana ya Walidi kuongea na watu? Anapomweka mtu ambaye anafanya maaswi karibu, anazungumza naye kwa imani, kwamba mimi nazungumza na wewe kwa huruma, kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anazungumza na watu kwa imani, kwa huruma. Mtu kafanya kosa, hatoki tu akaripuka. Kwani hadithi ngapi tumeambiwa? Siku na watu walikuwa wanakwenda wanakojoa misikitini na mtume anawaambia muacheni. Akimaliza hapo anazungumza naye kwa huruma na kucheka. Nyinyi mnataka Walidi asimame aanze kuimba taarabu, afanye politics kama mashehe nyie mnofanya politics. Ndio maana hampati watu wa kujaza imani. Nyinyi mnapata watu wa kukuchekeeni, wa kukufurahieni maneno yenu, kwa sababu mna maneno ya kadhia. Mashehe mnatoa maneno kwenye taarabu, waimba taarabu. Nyinyi na wanamuziki mna tofauti gani? Mnasimama kwenye majukwaa kubeza watu. Hamjui kwamba mnabomoa imani za watu. Lakini Walidi mwenye takwa anazungumza na watu kwa subira, anazungumza na watu kwa kupitia imani na maneno mazuri. Ndio maana mmeona watu tumesimama kwa kuumia, kwa sababu alitugusa mioyo yetu. Nyinyi mnagusa mioyo ya watu ambao wanaotaka kusikia, yani labda yale mipasho nini. Shehe fulani ana mipasho. Mtu anakaa na kubabaikia kwa ajili ya mipasho yako. Ile sio dini. Nyinyi mmevaa dini, mmesoma dini kwa ajili ya mambo yenu. Nyinyi mlikuwa mnatakiwa mwende mkasome sheria, mkasome politics huko, mje muanze kuargue. Walidi doesn't argue with people. Unaelewa? Walidi wala humkuti akitoa mawaidha kama ya kwenu nyinyi. Au nyinyi mnatoka mnaanza kusema Walidi sijui watu wasifanye. Nyinyi ni mashehe, nyinyi ni mashehena. Nyinyi mmeshasema Walidi ana makosa. Walidi amenyamaza kimya, amefanya alaysallahu biahkamil hakimi. Anamgoja Mwenyezi Mungu amuhukumie. Kwani nini nyinyi mnaingia katikati ya hukumu ya Mwenyezi Mungu? Sisi tunamtetea Walidi kwa sababu sisi ni wapenzi wake katika dini, katika mawaidha yake, katika kila kitu. Kwa hiyo tumeumia. Sisi tuna haki kwa sababu hatujafikia vyeo vyenu. Right? Tumeishia tabatiada, tunakuja lakini tunafuata imani. Kile kidogo tulichokisoma lakini kinatufunza mengi katika imani kuliko nyinyi vile vikubwa mlivyovisoma. Haviwafunzi vyovyote zaidi ya kutaka umaarufu, zaidi ya kutaka kuwa waropokaji. Dini gani iliyokuwa ina uropokaji? Nyinyi ndio mnabomoa imani zetu. Shehe anatakiwa kuwa yani ni mtu ambaye anajiamini, alafu anajithamini, alafu anajijua ye ni nani, alafu anamswabilia Mwenyezi Mungu. Walidi ni mtu, unajua vile tunavyosimama katika swala, kila raka ina sujudu 2. Si ndio? Sasa yule ndio mwenye kusujudu na kumsujudia Mwenyezi Mungu. Nyinyi wengine wote wafanya mazoezi ya viungo. Hata swala zenu nyinyi saa zote mawazo yenu, kazi yenu kuwaza nani, kuleta fitna ndani ya dini. Mara mmebishana mahadharani, mara mmetukanana, mara mmejibishana. Nani anotaka kuyasikia hayo katika dini? Watu tunataka mioyo yetu ipoozwe. Watu wana stressi. Kuna watu wako katikati hawajui waende kwenye Uislamu, kwenye Ukristo au wabaki kuwa wapagani.
Wanangoja imani. Sasa ndio Walidi kama sumaku kawavuta Waislamu na Wakristo. Nyinyi wengine mnapiga makelele, tunawasikiliza, tunacheka pale, tunawaacha. Sasa mnaona aibu kwamba angekuwa shehe mwingine asingesimamiwa kama Walidi alivyosimamiwa. Acheni wivu. Joto linawasokota mpaka mnatoka hadharani mnaonyesha. Yaani hii mmetudhihirishia dhahiri baada nyinyi kutoka kwamba kweli kuna fitna alofanyiwa Walidi. Tulikuwa tuko 50-50, tunasema hapana, labda Walidi ana makosa, ndio tunamtetea kwa ajili ya kumficha sisi. Lakini nyinyi mashehe ndio mmetudhihirishia kwamba mlikuwa hamumpendi Walidi kwa sababu anapendwa na watu. Mmetudhihirishia kwamba mlikuwa mnaumia na kuungulika kwa matendo ya Walidi na mapenzi ya Walidi kwa watu, ndio maana mmemtoa katika cheo. Lakini msinge tujibu, tungejua kwa yani nyinyi mmekuja kutuonyesha yani na kudhihirisha alfitnatu ashaddu min alqatl. Nyie ni mafitna katika dini. Kuna wengine mko katika dini mmesoma kwa ajili ya matumbo yenu na kupata faida zenu, lakini hamjasoma dini kwa ajili ya sisi wafuasi. Nyinyi ndio mashehena. Shehe mwenye cheo cha shehe anayepitia akavikwa joho la shehe akaitwa shehe, umekamilika, umehitimu, ni Walidi. Mwenye kuto kujua kujibu, mwenye subira, mwenye tasawuf. Mkiambiwa muingie katika twarika mkayasome. Nyie mlishawahi kusikia mashehe wa twarika wakiagi? Ndio wana fitna zao chini kwa chini. Hakuna fitna kwenye riski, lazima fitna iwepo. Lakini hamwasikii mashehe wa twarika hata siku moja wakija uwanjani wakaanza kusutana au kufanyana mnavyofanya kama nyinyi, kwa sababu wana tasawuf. Nyinyi hamna hikima, hamna busara, hamjui kustiri. Kama mnashindwa kustiri mashehe wenzenu, nyie mtakuja kutustiri sisi waumini? Tunawafuata nyinyi, tunawaamini. Hebu rudini tena kasomeni imani. Nyinyi masomo yenu hamjasoma mkakamilika. Nyinyi sio mashehe, mnatakiwa mshusho kabisa. Nyinyi sio mashehe. Shehe dhamana, shehe ni cheo bwana. Shehe imani. Ndio katuonesha mfano Walidi, yani yule ndio kaonesha nini maana ya ushehe. Sio nyinyi. Nyinyi mapolitician. Yani nyinyi mnapenda kuargue kama sisi maloya. What are you arguing with? Unnecessary thing. Eti sijui fulani usifate, sijui fulani. Eti kwa nini, jiulizeni, Walidi anapendwa na wasanii? Anapendwa kwa sababu anaweka taratibu, anawarudisha katika imani taratibu. Kuna watoto wa Kiislamu katika miziki. Kwa hiyo hawezi akapayuko pepe rudini katika Uislamu. No, ile sio nani wakipeperuka. Lakini anawaita, anawavuta kwa mawaidha, wanarudi taratibu. Wengine wanaslimu, wengine wanalia ndani ya miswala yao, wanafuata dini hata kama wanaimba, kwa sababu tayari washafanya kazi. Lakini wanajitoa taratibu. Sio nyinyi. Tafadhalini, hebu tuachieni dini, nendeni kwenye politics zenu. Mwacheni Walidi. Leave Sheikh Walid alone. Leave Walid Al-Hadi Omar Kawambwa alone. Amelelewa katika mifupa ya tasawuf, amelelewa na walimu, baba na mama wote walimu wa dini. Haja kurupuka, amelelewa katika malezi ya kitwarika. Acha neni na Walidi. Go and argue with politics. Hiyo sio dini mnatuletea nyie, sio mashehe, mashehena. Tafadhali mwacheni Sheikh Walid. Yani naomba mwacheni.